Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji wetu wa Nangadi Online TV. Asante sana kwa wewe ambaye umeshatufollow kwenye page zetu za mitandao ya kijamii na kuzungumzia Facebook, Instagram, TikTok. Lakini kwa wewe ambaye umeshasubscribe kwenye YouTube channel yetu, nikushukuru sana. Leo bwana, sisi tuko maeneo fulani vya Kinyamwezi, tumepoa. Niko na mwanangu hapa kulia kwangu. Huyo anatambulika kama Kila Mvuvi. Tutapiga naye story. Tunafahamu kwamba Nangadi tumebarikiwa kupata ziwa moja kubwa sana ambalo pia linatupatia samaki tofauti tofauti ambao ni watamu ndani yake. Sasa moja kati ya mwanetu ambaye anashughulika na shughuli za uvuvi ni huyu hapa, anatambulika kama Kila Mvuvi. Ukisikia Kila Mvuvi sio jina tu, bali ni kazi yake, kwa sababu ni mvuvi. Sasa mimi nikuombe tu chill na sisi hapa mwanzo mwisho, ili uweze kupata madini ambayo sisi tutakuwa tunayachimba hapa. Kila, mambo vipi bro? Ya unyama utawala. Kama mzee, Unyama mwingi. Tunapozungumzia Kila Mvuvi tunamzungumzia ile mwanetu ambaye anapoa Mnyamwezi, ambaye anaishi maisha bei juu, lakini pia anasadikika maisha yako yote haya unaweza kuyamudu kwa sababu ya kazi ya uvuvi. Iliko sahihi ile swala? Ya liko sahihi, mimi na brand hiyo bro. Ya kabisa yani. Umeanza muda gani mzee? Hii kazi ya uvuvi nimeanza 2021. 2021. Kipi kilikupelekea mpaka ukajikuta umekuwa mvuvi? Au nilikuwa ndoto yako tangia uko mtoto? Ya, inaweza nikasema hivyo kwa sababu mimi pindi sana huwa nilikuwa nafuatilia sana haya mambo ya uvuvi. Hata pindi huwa nasoma, yani kwenye kitabu huwa nikipenda sana kuchambua karatasi. Kwa hiyo nikikuta boti fulani tu kwenye baharini nini, huwa nilikuwa na enjoy sana, napenda sana. Unafanya kazi ambayo tayari moyo wako ulishachagua tangia kipindi hicho. Ya, iko hivyo. Changamoto zipi unakutana nazo? Tunajua baharini kuna, kwa mfano tunajua ziwani pale kuna wadudu ambao wamekuwa hatari katika maisha ya binadamu kama mamba, boko pia. Hivyo vitu vinatokea. Nasoma moja au vinanitokea. Kwa vile mimi nimependa hii kazi. Na licha tu ya kupenda, huwa najua haya mazao huwa yanatokea. Kwa hiyo mimi nimejipanga kwa namna yoyote. Ila mimi siachi kwamba ni mbaya imetokea emergency hivi na nini. Mimi napiga kazi bro. Wewe mzee, ukishavua kule ukipata samaki zako unakuja kuuzia huku juu, unauzia kule chini? Wateja kule wapo. Na sio kwa wateja wengine mpaka mule baharini wanatembea. Kwa hiyo ukipata chochote wewe unafanya biashara kwa wakati. Moja kati ya sehemu ambazo vijana wengi wanachagua kazi kwamba bwana, hii kazi sio ya Kinyamwezi pamoja ni Nangadi. Unakutana na changamoto gapi kwa washikaji? Labda anasema bwanangu mvuvi yule, achana naye, japokuwa unashani na unafanya maisha yako. Huyo ni mpumbavu wa akili. Huyo ni mpumbavu wa akili, hajatoka bado. Hajatoka bado mageto. Hajatoka bado bro. Kazi inatakiwa tu kazi, yani kazi bro ni kazi. Yeye na jinsi gani tu akili yako ina maintain kitu gani? Mimi nifanye kazi nipate kitu gani? Kwa hiyo kazi ni kazi bro. Huyo anasema hivyo ni mpumbavu. Kwa hiyo mwanangu, wao wanaokubeza nini sometimes kusema sikimala kazi nini, unaombiaje? Mwanangu hawajatulia, sababu nyumbani hapa vijana wengi sana huwa wamejaa sana vitu vya rahisi sana. Tamaa zinakuwa nyingi. Unaweza kukuta mtu sijui anataka ukae dukani, aliyekuwa pata manufaa yote ile waje nini anakaa dukani. Ile kutokana na sisi wengine tunapata tunapiga brand kama hizo. Hawachukulia hizi sana. Ila mradi mimi ninajitambua, nafanya kitu ambacho nalizika, maisha yangu yanatembea, kwa hiyo niumize kichwa, ni mpumbavu. Au vipi? Kitu kama hiyo. Okay. Moja kati ya changamoto unazozipitia kutoka kwa dada zetu wa Nangadi hapa, wasichana wa Nangadi, changamoto zipi hususan kwenye mahusiano ya mapenzi, relationship? Bro, unaweza kuchukua leo namba. Hapajachelewa. Simu hii mwanangu, njaa. Hujachelewa tena, simu hii tena njaa. Wewe unakuwa njaa ndio kipaumbele kuliko hata mapenzi yenyewe. Kwa hiyo sometimes inakera sana. Njaa tu njaa. Unaweza kujikuta tu mimi sababu tu niwe tu single. Maisha yatembea. Sababu sometimes bro, wewe ukizingatia sana mapenzi, alafu kwenye kupambana. Bro, utakuwa unatonga maji kwenye kinu bro. Lakini watu wanasema ukiona mwanamke anakuomba sana hela kila muda na kutangaza njaa sana, labda hajakupenda na kutafutia sababu ya kukuacha. Wewe unafikiri unaombwa hela ili uache, unaombwa hela ili maanisha kweli ana njaa? Kitu kama hiyo naweza nikasema tamaduni. Ndio ambayo imekaa sasa hivi. Kuna mwingine anaweza kama na rafiki yake amewaka, mpendeza kitu fulani nini na nini, akatamani anakujua, sababu mimi naweza sababu mtu ambaye anaishi nao na unajua ambaye jinsi alivyo, kitu kama hiyo. Mtu unaweza kama kwa jamaa unakuta Yesu uwezo wake ambaye 300,000 600,000 nini, yeye anaishi kwenye 300 400, hapo anakuja wewe anakuambia mambo kama hayo. Kwa hiyo inakuwa make sense, kwa hiyo unakuta ni kitu ambacho kinaumiza sana. Kwa hiyo unachukulia hizi tu sasa. Ukiangalia na kazi yenyewe unagombana na viboko, mamba nini na nini, alafu ndio kuzidi unakuja tena mtu anakuambia bwana, mimi nataka sikukuu fulani nisikose. Na huko bwana, sisi tumejaliwa na sikukuu nyingi sana, na dada zetu kila sikukuu pia wanataka wavae, wang'are na kitu kama hicho. Wewe mwanangu, wanawake wenye tabia hizo wanawaambiaje? Wabadilike. Wabadilike. Kuna watu wanatamani kutembea na mtu kama wewe kwa kujua kabisa kwamba unajua ukitembea na conductor, ukipata safari ambayo inaenda gari ya mpenzi inakwenda, lazima utatelemka bure. Umeona bwana? Lakini pia ukitembea na Kila Mvuvi, ushasiku akirudi kwenye michuzi lazima atakuletea michuzi. Unaweza vipi kukabiliana na hali hiyo wanawake ambao wanataka labda pengine wahudumiwe samaki unazozipata kule ziwani? Naweza nikasema bro, kwenye mahusiano kitu ambacho kinahitajika cha kwanza ni upendo. Kama upendo bro haupo, hamna biashara hapo. Hamna mapenzi hapo. Kwa hiyo hapo ni kitu ambacho tukuangalia, mapenzi hapo. Bro, upenzi ndio kila kitu. Unaweza kufanya mtu
force kwa mtu mwingine anafanya kwamba anagaramia kwa hali ya juu ile mradi nini awe ana set ile sehemu mradi nini maisha yaendelee kutokana tu na mapenzi gani. Okay, umeshawahi kuvua samaki ziwa tofauti na ziwa la Nangadi? Hapana, sijawahi kuvua. Sijawahi kuvua. Lakini mwanangu, bora umekuwa Mnyamwezi sana, unapoa sana nini na nini. Watu wanashazoea kwamba mvuvi ni mtu ambaye muda wote pombe, mvuvi ni muda wote labda pengine ni mtu ovyo ovyo. Mwanangu, kwanza nimekaa naye unanukia kinyaki, unaonekana hiyo perfume sio bei nafuu. Ujasiri wa kupendeza mwanangu pia ulikuwa kama niseme dream tangia uko mtoto kwamba unataka uwe Mnyamwezi au inapaje? Bro, mimi ni mkali. Mimi mkali sana. Unaposema mkali unamaanisha nini? Mkali wa nini? Yaani kwa haya mambo. Mimi bro, naweza nikasema natanua wigo kwa muda huu. Naona hata unywele nini umetengeneza. Hizi mwanangu hizi ni style ambazo ziko sana. Ukiteki ni style moja kali sana bro. Ukizingia wenzio wanasemaje kuhusiana na muonekano wako mnavyoenda huko labda? Wengi wanachukulia ndio tofauti. Wengi wanasema wewe unakuwa hivyo, sisi kwa hivi. Haya ndio kana mwenye akili yako ikoje? Wewe kama umejiweka wewe mchafu utakuwa mchafu. Utakuwa hivyo. Wewe ndio unakuwa hivyo yani. Kwa mimi nilivyo ambayo style yangu mbona nimependa kwa hivi. Kwanza ndio nakubali sana kwa hivi. Tofauti na tena wao. Okay, mimi nashukuru sana kupiga story na Mike za Nangadi Online TV. Shukrani sana. Bwana mimi ni Saki the Stones Place all the way from Nangadi series in the house. Takometisha sana kama umesha subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Nangadi Online TV kwa ajili ya kukupatia good news ambazo siku zote sisi hapa tunazi-upload. Mama mkanye mwanao huruma sio malezi, matatizo kama mtoto mdogo ndani ya nyumba sisi tunaishi nayo. Mchele nusu na zitano kwa huko mzima tunamla wote bila kumbakisha. Bwana atakometisha sana kisha jiunga na sisi. Chao.